any day, anytime, anywhere. Call me Jfly Andy or call me the king of your place. Hii message leo ifikie managers wote place yote yenye wako na get. Kama unasikia Kiswahili, kama unazungumza Kiswahili, ama kama wewe ni Mkenya, ama wewe ni Mtanzania, ama bora tukao unajua Kiswahili, hii message kufikie. Iko hivi, kama wewe unajua wewe ni manager na unajua like wewe uko na staff wengi, uko na staff wengi, unafaa kujua how staff wanahitaji respect. Una get? Wanataka respect kutoka kwako. Kitu cha kwanza, haufai kupigia staff kelele mbele ya customers, haufai kupigia staff kelele ya mbele ya watu. Unaona? Hiyo itakuwa ni aibu juu. Kitu cha kwanza unafaa kujua who staff wako ni maybe ni baba ya mtu au ni mama ya mtu. Na get? So wakati unapiga kelele unafaa kujua au unapiga kelele mbele au juu unapiga kelele mbele ya nani wake ama mbele ya nani juu maybe yeye amesema leo acha nikuje na madada zangu, familia zangu, acha niwapeleke wajue place yenye mimi huanga nafanya kazi. Unaona? So akikuja place kaa hiyo wana get like wanashangaa, mbona huyu mtoto anapigiwa kelele hivi? Mbona anapigiwa kelele hivi mbele yetu? Kwani manager hana discipline? Unaona? So unajua ukipigia staff kelele mbele ya watu ni kumaanisha hauna discipline, ni kumaanisha wewe ni msemo mwenye haujielewi, ni kumaanisha wewe ni msemo mwenye kazi kama haujasomea. Acha nikwambie kitu, unacheki ukiwa manager unafaa unaita kama staff ako na makosa unafaa muita kando. Unamtoa mbele ya watu, unamtoa mbele ya customers, unamuita kando. Alafu unamwambia makosa yake. Sio ujinga ya kama mtu mwenye hana akili unashinda ukipigia staff makelele mbele ya customers ama mbele ya watu. Unampigia kelele unamwambia kwa nini haujapeleka hapo bill? Kwa nini sijui kwa nini yani unaweza kumpigia makelele mbele ya watu mpaka watu wanashangaa. Rada ni gani? Unajua mimi kuna place nishaifanya kazi, Wacha niwape example. Kuna place nishaifanya kazi. Kuna day ingine hapo hivyo manager alinipigia kelele mbele ya customers. Mimi nikafikiria hao customers wako chini ya manager juu walinipigia kelele. Mimi nikafikiria juu wamenipigia kelele wako chini ya managers na managers ndio wanafaa wasort kila kitu. So kulinda hivi. So au customers waliniambia hivi, manager wenu kwani anakupigia je kelele hivi mbele yetu? Kwa nini anakupigia hivi makelele? Juu manager alikuwa ashatoka kidogo, sasa ndo wakaniambia tu ukweli. Wakaniambia kwa nini manager wenu anakuanga mkali aje? Mbona anakupigia hivi makelele? Mimi nikasema legend your story juu niko job. Haina haja mambo mengi, but wacha tu mimi niwasort kila kitu. Mnasema aje, mnataka nini na nini, mnakula nini na nini, ni wasort. Una get? So iko hivi, ukiwa manager unafaa kurespect kila mtu kwa sababu haujui mtu anaishi maisha gani. Unafaa kujua haujui mtu anatoka wapi, ana style heshima na kaaje. So ukiwa managers wewe fanya hivi, kitu inaweza kukusaidia tu ukiwa kama managers na watu wakupende tu. Acha nikupatie tu secret. Unafaa kupenda kila mtu, unafaa kuheshimu staff wote. Una get? Respect staff wote. Staff kama amekosa makosa, unaona huyo staff hapo hivyo wanaongeleshana na customer vibaya, sijui nini. Acha nikwambie, usijaribu kupigia huyo staff kelele mbele ya huyo customer. Unacheki, muite kando, muite tu kando pole mwambie, hata muite na uzuri mpaka customer aone huyu manager kwani anapenda huyu staff aje. Muite tu vizuri na roho mzuri, muite kando, alafu mwambie makosa yake. Una get? Ni vizuri kuambia mtu makosa yake ukiwa one on one, sio kuambia mtu makosa yake mbele ya watu wengi juu atakujibu vibaya kwa sababu au juu mtu anakikasirika au ana behave aje. So iko hivi, kama staff ako na makosa unafaa unamuita kando pole, unamwambia makosa yake, unamkataza pole, unamwambia vizuri, anaelewa, anakuwa understand, lakini sio kupigia
staff kelele mbele ya customers. Hiyo haifai. Unacheki, hiyo ni kukosa discipline na inaonekananga hapo manager ndio mjinga kwa sababu wewe ndio umepigia staff kelele mbele ya watu. Una get? Yeah, hiyo si fiti kwa sababu haujui ameserve nani. Una get? Maybe ameserve beshte yake ama ameserve mtu wa kwao ama maybe ameserve dada yake ama maybe ameserve ndugu yake. Una get? Yeah, kitu kama hiyo. So unafaa kumrespect, unamuita kando. Ukikuwa na heshima tu, kama ni manager ukiwa na hiyo heshima, unafaa kujua uta survive. Una get? Yeah, wacha watu wasemange mimi manager mimi nampenda akiwa hapa hivi, tunapenda akiwa hapa, tunapenda akifanya job akiwa na sisi. Una get? Yeah, sio uanze kuchukiwa, uanze mtu anakuonea vibaya tu ukiwa naye. Yani mtu staff akienda kulala anasikia vibaya, ana imagine atamka kesho asubuhi aende job anasikia vibaya kutana tu na wewe juu ya behaviors zako mbaya. Unaona, ukiwa manager unafona respect staff wako vizuri na watreat vizuri, wabambike, wa nice. Una get? Yeah, usijiulize, usijui kama ushajiuliza kama like mbona hama staff wangu hawajawahi kuja na mtu wa kwao niwaone. Mbona huyu jamaa nani kama ni staff wa kiume, unacheki, unaona huyu staff wa kiume hajaileta bibi yake kazini, hajawahi muleta akuja kule kazini. Unajua ni kwa sababu gani? Yeah, unakuta kama hata ni dem hajaileta chali yake kazini ya kuja kule lunch. Unajua ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu mnakuanga na behaviors mbaya. Unacheki, managers mnakuanga na behaviors mbaya. Hiyo ndio reason. Kwa sababu unacheki kama wewe ni mzuri, kama manager ni mzuri, staff anafaa kuleta hata bibi yake kazini, amwambie huku ndio mimi nafanyanga kazi, leo kuja nikununulie lunch, welcome. Yeah, nikubaie lunch. Kama ni staff ako na mtoi, atakuja na mtoi alafu ubaie lunch. Una get? Place unafanyanga kazi ndio ajue nyeni hapa ndio bwana yangu wanga anafanya kazi. Unaona? Yeah, lakini kama behavior say yuko fiti, kama manager say yuko poa, kama hakutreat vizuri, unafaa kujua hufai kupeleka bibi yako hapo, hufai kupeleka mtoto wako hapo juu atakuaibisha mbele ya watu. Una get? Manager atakuaibisha. Unaona? Yeah, hiyo ndio ujinga. Sasa iko hivi, ukiwa managers unafaa kutreat staff vizuri, unafaa kuwa humble, unafaa kutreat watu vizuri ndio wakupende. Una get? Yeah, tafuta upendo, wacha kutafuta yani unafaa kutafuta tu upendo. Haufai kutafuta ubaya kwa watu wakuchukie, staff wakuchukie, wanzangu kusema wewe ni mbaya, sijui nini, uko na ubaya fulani nini na nini. Hapana, unafaa kutafuta upendo. Wacha staff wakupende, wacha staff wajuange wewe ni wewe, wacha watu wajue kama kuna kazi fulani iko hapa ngumu nini na nini, unafuata unakimbia hapo unasaidia staff. Wanakuambia kwanza, wacha nikwambie, ukitaka staff wai kupenda, wacha nikwambie, kama wewe ni manager wewe unafanya pale, ukiwaitaka staff wakupende, enda jaribu kusaidia staff kufanya kazi. Unacheki, sometimes unapata staff wanafanya kazi lakini ni ngumu, inawalemea. Unaenda unawasaidia kidogo, wanabambika, wana nice, wanakupenda. Unacheki, tafuta upendo kama hiyo. Unasaidia hata staff kufanya kazi, unamwambia kujeni tubebe hii kitu si mzito, tubebeni, kujeni tubebe. Lakini usiwahi acha staff wakuchukie juu wakikuchukia tu hivi tu wewe jua hauna maana. Una get? Si ati wewe ni manager unashinda tu ukiongea hapo na mdomo, unashinda ukiongea na simple, unashinda ukiongea gestures. Wewe ni manager tu, lakini juu wewe ni manager unashinda kutumia hapo ma gestures, unaanza kutumia mikono, unaanza kujui nini na nini. Yeah, hiyo ni ujinga unafanya. Una get? Yeah, wastaff watakuchukia juu hizo behaviors. Wewe fanya watu wakupende. Una get? Yeah, ukifanya staff wakupende itakuwa fiti, itakuwa nice, watajibamba, watajuanga tu wewe ni wewe, watakutambua kwa maisha yao. Haina haja kukuwa na kiburi kama ni managers. Unajua kuwa na managers ni kumaanisha wewe uko mtu blessed, wewe ni mtu mwenye umeteuliwa na God mwenyewe usimamie watu wengine. Unacheki? Yeah, lakini ukitumia hiyo chance yako vibaya, kuna day, na msikudanganye, wacha tunikwambie tu ukweli ukiwa kama managers. Wacha hii message kufikie na ujue nimekwambia tu ukweli. Wewe kama ni manager na umetreat staff vibaya, kuna day maisha yako itafika ikuwe hopeless. Una get?
maisha yako ikikuwa hopeless, na kwa sababu wewe ulikuwa na treat staff vibaya, juu unafaa kujua staff mwenye unamtreat, unafaa kujua haujui utamget wapi siku nyingine, unaona? Maisha inaenda ikichange. Maisha ni mlima na mteremko, na maisha inaendanga ikipanda na kushuka, unaget so iko hivi. Wewe kama umetreat mtu vizuri, unafaa kujua kuna mazuri utapata, unaget? Kama umetreat watu vizuri, kuna mazuri utapata siku zijazo. Haijalishi hata kama siku gani, but kama tuko hai, unafaa kujua kuna siku hata wewe utafanikiwa kimaisha, unaget? Lakini kama ulikuwa na roho mbaya, unatreat watu vibaya, unafaa kujua hauna future. Hiyo najua hivyo, jua hivyo. So for now vile tunaongea na wewe, kama unajua uko na place na uko kwa pesa, ama uko kwa in place unajiweza, lakini unatreat watu wengine vibaya, unafaa kujua hivi, hakuna day utawahi make it ukisota, hautawahi make it. So ujue hivyo. Yona nakwambia tu ukweli na nisikudanganye, acha nikwambie tu ukweli. Kama wewe unatreat watu vibaya, unafaa kujua kwanza leo ukiwahi sota, hakuna mtu atawahi kusaidia. Utashinda hivyo maisha yako, juu hakuna mtu atakutambua. In fact, kama mtu anajua ulikuwa na do na sasa hivi umesota, na anajua sasa hivi umesota, ni kucheka tu, atacheka tu, atafurahia. Place yenye atakuwa tu, atafurahia tu, akicheka atasema huyu ule mtu alikuwa anaringanga. Anacheka mpaka anaisha, mpaka anapiga sherehe. Yani hana pesa, lakini atapiga simu kwao, aitishe pesa, adanganya kuna mashida fulani, apige sherehe na mabeshte yake tu, waenjoy tu, yani wajibambe, juu amesikia umesota, na make sure kweli yenyewe ni ukweli umesota. We manager, ulikuwa manager place, lakini umesota, atapiga sherehe, afurahi, asikie, yani tu asikie tu ako fit. So mimi kitu yenyewe mimi naweza nikawaambia ni fanyeni hivi, managers wote place yenye mko, place yote yenye mko, una get treat wase vizuri. Mko example kama umsana anajitanga Mike Sonko ni msemo fit sana, ni msana za understand problems zako na kusaidia na uko fine, na get ni mtu mwenyewe. Unajua fadhali sometimes pia ukuwe na pesa na unaringa ukiwa na watu, mnafurahia mkiwa na watu, kushinda ukiwa na pesa unaringa ukiwa peke yako, unafurahia ukiwa peke yako na unatusi watu wengine. Hiyo ni ujinga. Heri ukiwa na pesa unafurahi ukiwa na watu, mnajinice mkiwa na watu. Ni place yenye hata wewe ukienda place kama uko na do, unapiga sherehe, alafu na imagine kuna msee amekuomba usaidizi place na ana chochote, analala njaa, unasikia vibaya, una get? Hiyo sasa, hiyo ndio upendo sasa yenye nataka. Mimi nataka ukienda place kama una imagine kuna msee mwenye haujamsaidia, unasikia tu vibaya, yani una feel like mbona mimi nakula hii, mbona mimi nakunywa hii, niko raha, lakini kuna msee alikuwa ameniomba usaidizi pale, lakini nimemulenga, una get? Hiyo si fiti. So iko hivi, kama uko na chance ya kuhelp msee ajinice, lakini ukiwa manager unafaa tu kusaidia msee, una get? Inanga haja like ya kulenga msee, unaona? Kitu kaa hiyo. Sasa mimi kitu yenye na aim na kitu yenye na try kwa show ni ukiwa na chance yenye uko na pesa ama uko na kitu, hiyo ndio chance yako ya kusaidia wasee, na hiyo ndio chance ya kutafuta maisha. Sijui kama umenipata. Sisi tunaongelea tu kuhusu managers peke yake, lakini na try kushow like ukiwa na chance, kama uko na pesa, kama uko na kila kitu, try kusaidia msee. Hata kama si mimi J-Fly, hata kama mtu mwingine yoyote, try kumhelp, na get muhelp, akue ako fiti, akue satisfy, abambike na maisha na jiendeleze kimaisha. Acha nikushow nini, uko na miaka kama uko na miaka 70, uko na pesa nyingi, mpaka zingine unashangaa utafanyia nini, na kuna watu wanateseka na uko na hizo pesa zote, unafanyia nini? Ile kitu nyeko ni unafaa kusaidia msee. Saidia wase kama hata kama ni wase 5, unacheki kama uko na do, saidia wase kama hata 5, waambie huyu na huyu na huyu na huyu na huyu, wapatie do, waambie wewe fanya hivi, mimi nitakupatia do kiasi fulani, utajisaidia, utakuwa help.
aseme yes, nitakuwa help, umpatie ajisaidie kimaisha. Hivyo kila mtu ajisaidie kimaisha, haina haja kulenga msee, unaget? Yeah, na Mungu atakubless, unaget? Wacha Mungu kusaidia uishi maisha mingi kwa sababu ya kusaidia watu wengine, watu wenye hawajiwezi, watu wenye hawana do, unaona? So ukiwa manager unafaa kujua wewe ni msee mwenye unafaa kusaidia watu wengine, wewe ni msee mwenye umeteuliwa kuwa hapo, unaona? Yeah, wewe ni msee mwenye God amesema uongoze mastaff wengine, pia wewe ukue fiti, unaget? Yeah, usaidie watu wengine ndio pia wewe ukue fiti, lakini sio waanze kuringia watu, waanze kuringia staff. Kuna ule manager anaweza kuona kwa customer, umepeleka kitu ama umepeleka drinks, customer amelalamika tu kidogo hivi, akupigie makelele mbele ya watu wengi hata taka kujali, alafu upande ule manager kushout, ule mtu anaweza piga makelele. Mimi nashanganga sometimes bana. Unaweza kuta manager sana anaanza kupigia makelele mbele ya watu bila kujali. Anapiga makelele bila kujali. Mimi nashanganga, kwani huyu mtu akilelewa pahali, akilelewa kwao ama place yenye amelelewa, hakufunzwa anafaa kurespect watu wengine? Unacheki? Yeah, juu anaanza piga kelele. Wacha nikwambie, ukiwa manager ukipiga kelele mbele ya watu, mbele ya customers ama mbele ya watu wengine ama mbele ya staff wengine, unafaa kujua yes umepiga kelele, lakini unafaa kujua kuna watu wamekupenda juu ya kupiga kelele yako, watu kadhaa, na kuna watu wamekuchukia juu ya kupiga kelele. Unaget? Unafaa kujua kuna watu wamekuchukia juu ya kupiga kelele, na unaweza get watu wenye wamekuchukia ni watu wengi kushinda watu wamekupenda wewe ukipiga kelele. Sawa? Unafaa kujua hivyo. So wewe ukiwa manager na mtu mtimamu, mtu mwenye ako na akili, manager so obvious unakwanga ni watu wamesoma, unaona? So iko hivi, mtu akikupigia kelele, ukipigia staff kelele, unafaa kujua, unafaa kwanza kujijua, unaget? Yeah, hafai kupigia staff kelele mbele ya watu. Hiyo ni aibu na hiyo ni ujinga, na utakuwa unajaibisha na utakuwa umejileta kwa ligi ndogo, unaget? Wewe kwa manager utakuwa umejileta kwa ligi ndogo, ni kumaanisha wewe ni mtu mwenye afikiri, wewe ni mtu mwenye ana akili, wewe ni mtu ajijui, wewe ni mtu mwenye haujiheshimu, unaona? So kama staff wako na makosa, wacha niwafunze, unacheki? Si ati nimesoma sana kuwashinda nyi managers, lakini mimi hata nikiwa manager, unaget? Mimi nikiona staff wako na makosa, wacha niwaambie sasa mimi, wacha sasa mimi ni behave, mimi ndio manager, sawa? Mimi ndio manager. Mimi nimeona staff wangu pale hivyo amefanya makosa. Ameserve customer na ameserve customer, lakini huyo customer amelalamika ama sijapenda vile ameserve huyo customer. Unajua ndafanya nini? Ile kitu yenye iko ni tena ni appreciate kwanza huyo staff wangu, ndio ni appreciate, mwambie kam ndamuita kando, ndamwambia tu kando kiasi hivi tuongee kiasi, ama ndamuita kando, alafu nimwambie umeserve huyo customer, safi, mpatie kila kitu, alafu aridhike, alafu unipate kwa ofisi huko juu, kama kiasi tuongee, na dai kuongea nawe kiasi tu tafadhali. Yenye staff ataona manager kwa nini anaita staff na adabu aje na heshima aje hivyo, unaona? Customer atashanga. So ukiniita hivyo, yenyewe hata mimi nitakuja, lazima tu nikam. Juu umeniita na heshima, umeniita na respect, hata mimi mwenyewe nitaenjoy, nitakam. Nitakuja nitakuja kwa ofisi, nikikuja kwa ofisi, so wewe unajua unafaa kuniambia makosa yangu one on one. Napenda hivyo. Unacheki? Mimi ukiniita one on one uniambie makosa yangu one on one. So mimi sipendangi kupigwa kelele mbele ya watu. In fact, kwa maisha ya sahi, life ya sahi, hufai kupigia mtu kelele mbele ya watu. Unacheki? So unaniita pole pole, unaniita kando, alafu unaniambia makosa yangu, alafu mimi na understand, alafu narekebisha. Sio unipigie kelele mbele ya watu. Hiyo inakuanga aibu na spendi. Unacheki? Niite kando, leta kwa ofisi, uniambia makosa yangu vile iko, alafu mimi nitakwambia reason. Nitakupatia reason enough yenye hata wewe mwenyewe unaona yenyewe kweli
nilikuwa nafaa kufanya hivi, unacheki, alafu utaridhika na mambo itakuwa iko fiti kushinda ushinde umenipigia makelele mbele yako. Obvious, unajua staff ni tofauti, unafaa kujua hivi kwanza. Ukiwa na staff ujue staff ni tofauti, alafu ma staff wanakuangana, kila mtu yako na siri yake tofauti. Vile uko na siri yako tofauti, hivyo same pia staff wako na nini yake tofauti, asira yake tofauti. So unaweza kuja nipige kelele mbele ya customers ama nipige kelele mbele ya watu, na maybe mimi sipendangi, mnacheki, mimi sipendangi kupigiwa kelele mbele ya watu, unaget, nikupige ngumi, nikupige manager nikupige ngumi uanguke huko na huko, unaona sasa hapo itakuwa tumesaidiana nini? Wewe umenipigia kelele mbele ya staff na mbele ya customers, na hao customers maybe one of them ni mwa kwao, unaget, maybe ni mwa kwao, ama maybe kuna mwenye ni brother yangu hapo, nimwaita nikasema kujeni, kuna place mzuri, place smart, mimi wanga nafanya kazi, mkujeni mnitembelee, nitawabaia nyama, nitawabaia soda, mjinice, mjibambe. Wale wa pombe mimi nitawabaia pombe, mkujeni. Alafu wewe managers na ujinga zako, umeona ni mwaservice juu ya aje uanze kuanza kunipigia makelele, hiyo ni ujinga. Mimi ukikuja uniite kando, nitakwambia, uniite kwa ofisi pole uniambie makosa yangu, mimi nitakwambia tu vizuri. Wale ma brothers zangu au mandugu zangu, kwa hivyo haina haja, hata kama ni bills wakienda in case nitishe mimi bills, nitashughulika, na get lakini hii najo unipigie makelele mbele ya watu. Unajua unipigie kelele mbele ya watu ujuni nani, hiyo inakuanga adabu mbaya sana, hiyo ni kukosa heshima ukiwa kama manager sama. Hiyo inakuanga kukosa heshima. Mtu kama mimi ni mtu nataka respect, nataka mtu mwenye ana respect na discipline, na respect na respect. Makosa yangu nitakando, sio ushindo kinipigia makelele mbele ya watu. Mimi hiyo sipendi, unacheki, hiyo sipendangi kabisa, sipendi kabisa, na sitawahi penda kwa maisha yangu yote, unacheki. Iko hivyo. So ni respect, ni kurespect. Na kama wewe ni staff, sijui kama ushaenda kapata situation kama hii, iko place yenye umefanya kazi ama place yenye unafanya kazi, kuna situation kama hii iko hivi, fanya hivi. Usiogope mtu yoyote hapo, usiogope nani ama nani. Kama mtu ni manager wako, umwambie akurespect na umrespect, na usimuogope, sawa? So haina haja kudharau mbele ya watu wenye unapenda, haina haja madharau kazini, hakuna haja madharau kazini, na usimuogope. Wewe fanya hivi, mwambie tu ukweli, na get alafu kitu kingine ni unafaa kujua hivi, unafaa kusoma psychology ya mtu, alafu unafaa kujua mtu behaviors zake, unafaa kujua mtu vile anakuuliza swali, unafaa kujua next atakuuliza nini, ama unafaa kujua next, ama unafaa kujua anataka aje. So iko hivi, mtu akikuuliza kitu unafaa kujua huyu mtu kwani ana aim nini, unaona? So wewe kama mtu amekuuliza kitu, unaona, kama muulizwa kitu, unafaa kujua tu what next. Hakuna mtu anafaa kudharau, unaona? Mtu akikuuliza kitu unafaa kujua hakupendi ama hakutaki kwa kazi yake, unaona? So iko hivi. Sometimes unaenda job hivi upate umeongeleshwa vibaya mpaka unafanya mpaka unashtuka, mpaka unashangaa utafanya nini. Ni juu maybe huyo mtu hakutaki kwa kazi yake. So iko hivi, kama mtu hakutaki kwa kazi yake, pia unafaa unajipanga, unatoka, unaona? Unatoka kwa kazi yake, juu kazi ni mingi. Mtu asishinda kukusumbua, unaona? Mtu asishinda kukusumbua. Kama mtu hakutaki kwa kazi, hakutaki. Kama mtu hakutaki, hata unamwambia tu ukweli, kama unataki uniambie, nijipange. Kazi ni mingi. Ukitoka kwa hiyo kazi unafaa kutafuta kazi nyingine na unafanya, unaona? Mtu asishinda kukusumbua, ama ashinda kukusumbua ati juu hapo ndio kuna kazi, ama hapo ndio kuna nini ama nini, ni kama hapo ndio maisha yako yote iko, ni kama hapo ndio umezaliwa, ni kama hapo ndio ni kama hapo ndio place umeanzia maisha mpaka ukakua, ni kama hapo ndio umelelewa. Unacheki, wewe ni mtu mwenye umesoma, ni mtu mwenye ako na akili, ni mtu mwenye ako na nguvu. Unajua kuna akili na kuna nguvu. Kuna mse mwenye anaanza kuwa na akili,
lakini ana nguvu, ni mtu mwenye anatumia akili. Kama hata bado unatumia akili, kuna place utafanya kazi, utatumia akili kufanya kazi. Unaget? Kama ni mtu wa nguvu, kuna place utatumia nguvu kufanya kazi place nyingine. Si lazima hapa pale umeandikwa. Unaget? Sio lazima udharauliwe hapo place yenye uko. Mi lazima ifikie mastaff wote na ifikie managers wote juu nyinyi wote mimi nawapenda. Cheki, napenda managers wote na napenda staff wote, na hii message iwafikie. Lakini cha muhimu sana, mimi sitaki mastaff wote wadharauliwe. Hii message tu iwafikie wote na kila mtu akuwe ako satisfied, kila mtu akuwe ako fiti. Managers wote nataka mko fiti, mkuwa mnaelewa ni nini mnafanya. Unacheki? Alafu staff wote pia nataka mjue ni nini mnafanya. Unacheki? Kama ni staff, ukiingia kazini umeandikwa job, usishinde kufuata mambo yenye watu wenye wako hapo yenye wanafanya. We ingia kitu yenye imeletwa, imekuleta hapo, na kitu yenye umeambiwa ufanye, wewe unafaa kufanya kitu yenye umeambiwa ufanye. Unaget? Lakini sio ushinde ukifuata stories za watu wenye mwapata hapo kwanza kitambo. Hapana, wewe kwa wewe kiwewe binafsi, wacha kushinda ukifuata stories za watu wenye mwapata hapo. Wewe umeambiwa kama ni club, unaget, umeambiwa ukiona customer mkaribishe, mwambie welcome, unampanguzia meza place yenye anakaa, alafu namwambia utatumia nini, unakunywa nini ama unakula nini. Atakwambia mimi nataka uniletee sijui soda, mimi nataka uniletee sijui nyama ugali, nataka uniletee nyama choma na ugali. Unacheki? Alafu umletee. Lakini si ati waze kushinda hapo hivyo. Woza. So iko hivi, tunafaa kupendana na tunafaa kuheshimiana. Kama wewe ni manager unafaa kuheshimu staff, kama wewe ni staff unafaa kuheshimu manager wako mwenye amekuandika job, unafaa kumrespect. Unaget? Ukimrespect utakuwa blessings. Alafu pia wewe, mimi naweza nikasema ni wewe kama ni staff, wewe fanya job yako vile nafaa, utaget blessings. Unacheki? Fanya job yako vile nafaa, utaget blessings. Kama manager amekukosea, atapata lana zake na huko. Unacheki? So iko hivi, staff wote kama unafanya job yako vile nafaa, unafaa kujua God atakubless na atakuprotect na atafanya usiwahi kosa job. Kama umfutwa job juu ya kitu yenye ifai ama tujuu umeonewa, unacheki, ama juu umeonewa, unafaa kujua hivi God ako na wewe. Unaget? Na atakuprotect na atakulinda na hautawahi lala njaa. Si sababu yenye unafanyanga hapo kazi, ama maybe God ako na plan yake amekuplania wewe. Sasa ako na plan yako wewe. Unafaa kujua kuna day utatoka hapo, kuna day utapata place yenye ni fiti sana kushinda hapo place yenye uko. Unafaa kujua yani unafaa kujua tu God ako na wewe. Unaget? Mungu aweza kukuachilia juu wewe mfanya kitu yenye nafaa, lakini juu mfanya job yenye nafaa hadi sometimes unazafika juu kama ushoi kwa job ukapatwa na stress mpaka ukasia kulia tu ukiwa kazini. Unacheki? Juu una imagine sasa wanataka kukufuta job, wanataka kukutoa job, lakini hauna place unafaa kuenda, hauna place yenye unafaa kuwa. Unacheki? So mpaka unasikia kama utalia. So iko hivi, God anajuanga place yenye anafanyia. Unaget? Anakuanga amekuplania place yenye unaweza ndokaenda ukuwe successful. Place nyingine ikiharibika, kuna place yenye anakuanga inajiunda place yako. Unaget? Ni place yenye anakuanga wewe sasa unafaa kukua. Ni place yenye wewe unafaa ukiwa hapo uko blessed na utapata vitu zinafana, utafurahia ukiwa hapo. Ni place yenye uta regret hata place yenye ulikuwa. Unacheki? Iko hivyo. So iko hivi, mimi nasema hivi, kama managers unafaa tu respect staff juu haujui place nyingine, place yenye utakuwa, ama place yenye utawahi jipata, ama place yenye unacheki, ni God anakuanga tu amekupea hiyo chance ya wewe uko manager uongoze watu wengine kwa njia mzuri, kwa njia inafaa. Lakini
ukikosa kufanya hivyo unakuta like unapenda staff wengine, unachukia staff wengine. Unafaa kujua hivi, yeah? God amejaribu kukupima, anataka kuona kama wewe unajua kufanya kazi yenye amekupatia. Unacheki, yeah. So ukifanya kitu yenye ni mbaya una get curse. Unacheki, laana, unampata laana kutoka kwa hao ma staff. Si vizuri staff wenda kikulilia wakisemanga ni wewe tu, kama si wewe hawangeenda home, yeah? Unajua sometimes una getting manager mpata pesa mpaka sasa amaza kudharau kila mtu, mpaka amaza kuona huyu mtu ni useless, huyu mtu hata hawezi akafanya kitu. Yani anaona ukiwa tu useless, una get juu ameget pesa, lakini yeye straight to the point. Yeye place yenye ametoka alikuwa nothing, alikuwa chini sana, lakini place yenye amefika anaona kama ama staff sasa ni ma useless kabisa juu akona pesa. Wacha niwaambie hivi, iko hivi. So huyo mtu kama hajakutreat vizuri, unafaa kujua laana zake tu ataget. Hakuna place yenye ataenda mbali, haizi enda mbali juu laana lazima ikue. Una get, yeah? Kasi na kwanga lazima ikue na lazima imfuate. So ukiwa kama staff lazima ujue kitu kama hiyo ita happen, na lazima ujue utamchekelea siku moja. Unacheki, iko hivyo. Juu haujui staff mwenye unamfuta job, haujui alikuja kufanya kazi juu ya reason gani, haujui alikuja kufanya kazi juu ya nini. Maybe akona shida kubwa sana hata kushinda yako, lakini hata pesa yenye anapata mshahara yake ni kidogo, lakini anavumilia apate tu ndiye inamsaidia kiasi. Una get, yeah? Unapata hiyo pesa yake yenye anapata inamsaidia kiasi, juu asipopata hiyo ama asipoget kitu kaa hiyo, unapata like atakuwa ako down sana, atakuwa na get hayuko helped. So utapata hizo dozo zenye anataka yeye anapata kutoka hapo pale anafanya kazi, lakini sasa tena anapata place anafanya kazi iko na, yani changamoto ni mingi, yani anapata shida ni mingi sana, mpaka akilala atamani kesho ifike ingie job. Unacheki, yeah? Atamani kesho ifike ingie job juu ya ma situation imekuwa hard, situation imekuwa noma sana juu, yeah? Unacheki hivyo, but hivyo si fiti. Managers mimi najua mnajuanga hiyo situation inakuanga, lakini uanga mna pretend sana ni kama hamjaipitia maisha ngumu. Uanga mna pretend ni kama maisha yetu ilikuwa kwa raha, alafu ni kama mtu mlijipata hapo pale yenye mko. Una get, yeah? So wacha niwaambie tu kitu straight to the point. Maisha huzunguka, maisha ni kupanda na kushuka, hivyo ndio ukua. Kuna day utajipata uko high, kuna day utajipata uko na pesa nyingi sana, kuna day utajipata uko na kila kitu, kuna day utajipata wewe ndio kusema, yani wewe hakuna mtu mwenye anaweza kuambia chochote. Hiyo ndio time unafaa kujua, unafaa kuhelp kila msee, unafaa kuwa na huruma na mtu yoyote mwenye haumjui. Hiyo ndio time unapata, ndio time utaget, unafaa kuhelp kila msee. Ndio day nyingine wewe ukisota upate kuna msee anataka kukusaidia, kuna msee mwenye anaweza kusema umse kuna day nyalo kwa naka kitu, lakini mimi alinisaidia. Alafu hapo ndo na get uko na future. Lakini sasa ukijifanya kiburi, ukijifanya kichwa ngumu, kuna day itafika wakati wewe unataka help, unaget hakuna mtu akona haja na wewe. Ndio wakati utaanza kusema like, mbona watu wananidharau, mbona watu wananilenga, kwani watu shida ni gani? Sasa unaanza kujiuliza shida ni nini wakati wewe mwenyewe tu unajua shida ni nini. Unacheki, hiyo si fiti. Wewe kama uko na chance umeget, yeah, unafaa ku help msee. Ndio wewe pia kuna data come pia na kusaidia, unafaa kusaidia msee ndio siku nyingine pia wewe akusaidie. Una get, yeah? Hainanga haja kujifanya kichwa ngumu, ya kujifanya kiburi, ya kujifanya sasa juu umejipata uko kwa so maza kudharau kila mtu. Unaona staff yote hapo hivyo afai. Unajua sometimes unapata unajipatanga uko na do mingi mpaka unaona hakuna staff yote mwenye anza kaniambia kitu. Unapata hakuna staff yote mwenye anza kaniambia chochote hapa hivi juu mimi niko na do. Una get, unajipata uko na do. Kuna day wewe ukiwa manager unaweza jipata umefutwa job suddenly, wewe bila kujua, wewe bila kufikiria, alafu ujipate hauna chochote. Kuna day utaanza kutembea hivi place uanze kupata
kuna staff fulani hapa hivi, una get staff mwenye ushaimwandika job, anatembea na pita hivi, amepiga maluku, akona kila kitu, hadi anatembea na gari. Wewe umetembea vumbi imekupiga na watu lukwanga manager pale. Hiyo sitakuwa ufala sana. Anaweza kukuchekelea aje? Alafu unapata hakuna mtu anaweza kukusaidia juu wewe haukumsaidia. Anafikiria tu vile wewe haukumsaidia. Saidia mse ukiwa na chance. Kama uko na do, msaidie. Alafu ndio next time ukisota ama wacha nikwambie, sijui mimi mbona watu wajuangi maisha. Maisha na kuanga hivi. Unafaa kusaidia mse akiwa ako down. Next time ukitembea place yoyote hata ujuko wapi, wewe unajipatanga tu uko safe. Juu haujui nani amekusaidia. Una get? So iko hivi, kama wewe ni msee mwenye uko na roho fiti, unafaa kuwa na roho fiti hivyo. Sio msee mwenye unaweza enda place hata ukufe tu. Una get? Juu watu wakutambui. Hakuna mtu msee kutambua juu ya roho yako mbaya. Ukikuwa na roho mbaya, hakuna msee atakutambua hata kama uko na pesa ama kama hauna do. Kuna time unajipata uko kwa makosa fulani hivi, ulikuwa place manager pali, lakini kuna day hiyo job inaisha, unajipata hauna chochote, hauna heri. Unakutana na mse mwenye ulimfutanga job ukiwa kazini, unakuta mse mwenye hamkusikizananga mkiwa kazini, yeye ndio songo ya place yenye wewe uko. So unajua mse atakufanyia nini? Surely jijazie. Wewe ukiwa manager, umeenda place yenye umekosana na mse mwenye umekosana na yeye, mkubwa wake ni staff mwenye ushai kuwa na yeye kazini na ukamfukuza job juu ya ufala fulani tu, kitu yenye make sense. Na get? So unapata wewe hawezi saidika juu unajipata sasa ndio kwa makosa ukiwa manager juu mse akutambui juu ukiwa manager ulikuwa na mtreat vibaya. Unacheki? So una get hauna bahati yoyote hapo. Hivyo ndio iko hivi. Ukiwa manager unafaa kuwa mpoka kila mse, unafaa kuwa humble, alafu respect kila mtu. Kama kuna kazi fulani hivi mnafanya wote, mnajinice, hainanga haja yao ukikuwa unapenda huyu ama kwa manager. Haufai kupendelea mtu, haufai kupenda mtu mmoja ama unapenda watu wawili, yeye haifai. Unafaa kupenda kila mtu kwa upendo moja, kwa upendo yenye inafaa. Una get? Haina haja unachukia huyu, unapenda huyu. Kwa ukiona mtu mwenye anakuwa hivyo, mtu mwenye anapendelea mtu mmoja alafu anachukia mtu mwingine, unafaa kujua huyo afai kuwa manager. Huyo ni mtu mjinga. Unaona? Manager ni mtu mwenye anafaa kupenda kila mtu, anafaa kusikiza shida ya mtu, anafaa kurespect mtu. Maget? Iko hivyo. Unafaa tu kurespect mtu yoyote, unafaa kusikiza shida ya mtu yoyote. Sio wewe uanze kukuwa na kiburi, uwezi sikiza huyu, alafu wewe ndio unataka usikizwe. Hapana. Kama wewe unataka kusikizwa, kwa nini wewe uwezi taka kusikizwa mwingine? Jibu hiyo. Kama unataka kusikizwa, kwa nini wewe uwezi taka kusikizwa mwingine? Unaweza jibu hiyo? Kama uwezi jibu hiyo, iko hivi. Wewe unafaa kufanya kitu yenye nafaa. Unacheki? Fanya kitu yenye nafaa. Ule mwingine pia atafanya kitu yenye nafaa. Mnafaa kuelewana, mnafaa kusikizana, unafaa kuelewa huyo staff mwingine. Alafu ukiwa manager, kuwa manager pia bado si kazi rahisi, ni kazi ngumu. Lakini unafaa mtu mwenye hapo mind, unafaa uko sawa. Si ule mtu mwenye unakuja hapo hivyo unaletewa makosa hivyo unafuta mwingine mbio. Hiyo ni ujinga. Huyo sana mtu mwenye hana akili yoyote kabisa. Unafaa kuunderstand kila mtu, unafaa kuunderstand staff wote. Unafaa kujua niko na staff 50. Kwa hiyo kampuni niko na staff 50. Huyu staff mwingine anaitwa Baraza. Baraza ni mtu anakuanga na hasira za haraka. Unafaa kujua huyu staff mwingine ni mtu mwenye anajipendanga sana. Unafaa kujua staff mwingine anakuanga na kiherehere. Unafaa kujua staff mwingine ni mtu mwenye
ni mtu wa kuentertain. Unapata staff mwingine ni anapenda kufanya comedy, au staff wote unawaleta pamoja, alafu mnaelewana nao, mnaunderstandiana, mnaelewana, kila kitu inakuwa fiti. Sio uanze kuwatafutia makosa tena, hapana. Ni mtu mwenye ako na talent. Kama mtu ako na talent yake, pia ukiwa manager unafaa kuunderstand. Sawa, iko hivi. Kuna staff anza kuja akwambie Monday mimi Wednesday ama Thursday mimi sitakuwa job, kuna place yenye nitakuwa na kwa anafanyanga hivi na hivi, mpaka understand huyu msako na talent, na talent yake anafaa kuifanya, afai kulalisha. Unajua mtu akikuwa na talent unafaa kuunderstand mtu akona talent anafanya kitu fulani, unafaa kumpatia ruhusa. Una get? So kama mtu staff anakuja anakuambia Wednesday mimi sitakuwa kazi, nitakuwa place fulani, unacheki, unafaa kumunderstand, unafaa kujua staff kuna place yenye atakuwa. Lakini unakutanga manager mwingine ule mwenye akona wivu mbaya, atakwambia, atakunyima hiyo chance, atakwambia hapana, Wednesday kutakuwa busy. Una get? Atakwambia Wednesday kutakuwa busy, usiende pale popote. Sasa wacha nikwambie, huyo manager akikwambia hivyo, surely na wewe unajua uko na talent na umeitwa place, uende utumie talent yako kutumbuiza watu, alafu una get manager mwenyewe amekunyima hiyo chance, amekwambia usiende, utakuwa job. Wacha nikwambie, utaisaidika lini sasa? Surely wacha twende kweli tu, wacha tuambie twende tu kweli. Manager ndiye anafaa kupatia chance, akwambie, anafaa kuunderstand. Na manager una get yenyewe ni ukweli, anajua unakuangana your talent. Unacheki, unakuangana talent. Maybe ni msanii, maybe ni content creator, maybe ni comedy, unafanya comedy, na kuna place yenye umeitwa uende ukatumbuize watu, lakini umemwambia hiyo siku na hiyo date hadi ishaandikwa, ishaekwa, wanajua wewe unafaa kuwa hapo. Lakini wakati unaenda kuomba manager wako hiyo chance, anakunyima hiyo chance, anakwambia hiyo Wednesday ndio kutakuwa busy sana. Mimi sijui hata unaniambia nini, utasikia aje? Acha nikwambie tu ukweli, twende tu kiukweli. Sasa kama manager amekwambia hawezi manage kuenda na hiyo day ndio kutakuwa busy sana, utafanya nini shwali? Twende tu kiukweli. Unajua hiyo talent yako utakuwa umenyimwa talent yako, na hiyo talent yako utakuwa umefungiwa talent yako. Na get? Kuna persons enda uambiwe hakuna kutumia simu. Wewe ni content creator, wewe ni YouTuber ama ni content creator, kitu kama hizo tuseme ni same thing, sawa? Lakini umeambiwa kwa hiyo kampuni nyomenda, umeambiwa hakuna kutumia simu. Lakini unajua wewe ni msee wa YouTube, unafaa kwa online, unaenda kuambia manager wako, unaweza kumwambia hizo problems zako, unamwambia mimi nafaa kwa online, mimi ni content creator, lakini anakunyima hiyo chance. Wacha niwaambie, wewe kama ushaifanya hivyo staff, kama ni manager ushaifanya hivyo staff, hautawahi barikiwa, na maisha yako itakuwa na shida, na hautaishi miaka yote yenye nafaa. Unacheki? Juu kitu cha kwanza umenyima mse talent yake. Umsako na talent ya kufanya kitu yenye anafanya, lakini wewe umemnyima talent yake kabisa. Umemwambia hiyo siku ndio utakuwa busy, hiyo siku yenye anafaa kwenda kupiga content yake, ndio siku yenye anafaa kwenda kutumbuiza mashabiki wake, ndio wewe unamwambia kutakuwa busy. Lakini unajua tu kuna uwezekano fulani yeye anaweza enda akatumbuize watu wake na arudi the following day job, but wewe umemnyima juu ya wivu, jealous ya ujinga tu, juu hata ni jealous yenye haiwezi kukusaidia kitu. Unacheki? So iko hivi, ukiwa manager kama msako na talent kwa kazi yako, unajua staff anafanyanga hivi na hivi, unafaa umpatia ruhusa, unamwambia sawa, Wednesday nitaorganize, alafu saa nitakwambia Tuesday jioni, alafu pia tuone vile kutakuwa, alafu wewe ujipange vile mambo yako itakuwa. Unajua pia kama managers unafaa kuomba ruhusa pia, sio mtu atoke aende place na aja kuomba ruhusa. Hiyo pia si fiti. Na get? Hiyo ni kumaanisha amekudharau. Kama staff ameenda place na aja kuomba ruhusa, alikuwa aende, kama
kesho the following day, and tuseme kama leo ni Monday, kama kesho ni Tuesday, una get msee hayuko job, hiyo ni kukudharau. Amekudharau kama hakuwa amekwambia hatakuwa. Mtu kama hayuko job kesho anafaa kukwambia hatakuwa, alafu wewe job utajipanga, una get. Lakini kama hatakuwa, hiyo ni madharau. Na kama alishakukwambia na ukamlenga, hiyo nafaa ujue makosa pia ni kwako wewe, una get, wewe manager. Na cheki juu hata pia maybe ni kitu ya muhimu anafaa kufanya, kuna kitu kuna kitu ana organize ama kuna kitu fulani anafaa kufanya, lakini wewe mwenyewe hiyo nafasi iko hivi. Unafaa tu respect mtu, umwambie kitu yenyewe, akwambie kitu yenyewe nafaa, alafu ona yenyewe ina make sense. Sio kwanza kugombana, mwanzo kupigiana makelele hapo hivyo, alafu anza kunyima staff nini yake, talent yake. Kama mtu akona talent, mpate chance yake afanye talent yake, una get. Ukiwa manager, kama mtu akona chance yake, kama mtu akona talent, mpatie chance afanye talent yake. Kama kuna place anafaa kwenda kutumbuiza watu, umpatie hiyo chance aenda katumbuize watu. Wacha kujifanya kiburi, wacha kujifanya kichwa ngumu, wacha kujifanya ati hawezi msikiza, wacha kujifanya like hawezi, ati ukampatia hiyo chance aende akatumbuize watu place yenye anafaa kuwa. Yeye ashapiga deal, anafaa kuwa ako hapo anatumbuiza watu, na wewe umemnyima hiyo chance. So how comes unaweza nyima mtu hiyo nafasi? Mbona? Kwa nini umnyime? Iko hivi, mpatie hiyo nafasi aende akatumbuiza watu. Unacheki managers wote hii message wafikie, ama ni aje? Mpaka hapo nadhani mmenisikia managers wote place yote yenye mko. Anaitwa Jfly Andy. Kama umependa, subscribe and share for the love, na usikatae kusubscribe juu ya ujilasi, na get iko hivi, lazima tusikizane, lazima tuelewane, ndio life iko fit, ndio kila kitu iko poa, una get. Inakuanga fit kuelewana. Inaja ukue mtu, ukiwa kama manager ukue mtu mkali mpaka staff wa kuogope, hadi waogope kukwambia makosa. Unacheki iko hivi, unafaa kuwa social, unafaa kuunderstand mtu, unafaa kuunderstand mse. Ukiunderstand mse, ma staff pia watakupenda, una get. Staff wezi kata kukupenda ukiwa mzuri. Kwa nini wakuchukie ukiwa mzuri? Wewe ni manager wao mzuri, una treat vizuri vile inafaa, unacheki, hawawezi wakakuchukia. Iko hivi. So mimi message yangu iwafikie kote place yenye mko. Naitwa Jfly Andy, una get. Message yangu iwafikie kokote place yoyote yenye mko, na God our bless, una get. Nataka mko na roho poa, understand staff. Staff wanapitia shida sana kuomba job. Ukipata staff anakuja kuomba job place, kuna kitu yenye amepitia na yenye wewe haujui ukiwa manager. Unajua ukiwa manager, ukiwa place, wewe ukiwa kwa ofisi yako, wewe kukunywa tu chai, uletewe chai ukunywe, lakini haujui. Wacha nikwambie, ukiweza jipata kwa situation kama yule staff mwenye amekuja kukuomba job, hata sidhani kama unaweza ukasurvive. Wacha nikwambie, staff ndiye akuja aombe job, ndio mtu akuja kuombe tu job, akulete barua, akulete hizo. Wacha na sijui mbona sometimes uwaga mnachoma hizo ma envelope. Unajua una getting staff amekuja na envelope, ameka ma CV zake, hizo ma application ameka hapo ndani, mpaka ma ID amepiga, initwangaje hiyo photocopy amepiga. Unajua ndio apiga hizo ma photocopy, anakuanga ametumia do. Unafaa kujua hivyo. Acha niwaambie ukweli, mimi naja niwadanganye. Ndio staff alete hizo vitu, anakuanga amepiga ma photocopy na ametumia pesa zake. Unacheki, ametumia pesa zake ndio akuje aombe job, na amekuja akakabidhi hiyo staff hiyo envelope, ameka vitu mingi hapo ndani, ma applications, ameka applications ya kuomba job, inakwanga CV, application, ID, photocopy ya nini na nini, ameziweka hapo ndani. Alafu amekuletea envelope kwanza, na kwanga amenunua 10 bob, alafu ameweka hizo vitu ndani, una get. Imemcost kama 80 bob. Unajua 80 bob kwa mtu Nairobi, hapa Nairobi, acha tuende kwa kiukweli, 1-on-1, sawa. Hapa Nairobi ndio mtu afford kitu kama 100. Unajua hizo vitu zina afford kama, tuseme hizo photocopies na ID mpaka envelope, wanga ina cost kitu kama 80 bob. Kwa Saiba ina cost kama 80 bob.
yeah, ama 100. So mtu ndiye apate hiyo do, hata anakuanga ameomba, hata anakuanga amekopa pahali, lakini sasa makosa ni anakuanga hizo vitu anakuanga amezi prepare na ameleta kwa kampuni fulani, ameomba job, lakini hiyo envelope inapoteleanga hivyo. Mnachomanga, mimi nauliza hivi managers, mnachomanga ama mnapelekanga wapi? Juu yeye anaweza kaa kwa nyumba akiongojea aitwe job, lakini haitwi. Yeah? Acha twende tu kiukweli. Juu yeye anajua kuna pesa amepeleka application letter, ampeleka na nini, anakaa kwa nyumba anangojea aitwe job, lakini haitwi job. Ifai. Kwa sababu hiyo ni aibu, na hiyo ni madharau, na hiyo ni kuoneshana hiyo kampuni yenu vile inafanya kazi. Hiyo kampuni yenu inaoneshana kuwa eti ukiwa manager unapigia staff kelele mbele ya watu. Mtu kama mtu ni customer atatoka hapa akienda kama ameboeka, anaenda akisemanga mimi nimefanya staff fulani kapigiwa kelele na sijui kama atalipwa mshahara, una get? So iko hivi, respect kila mtu. Ukiwa manager, respect mtu, ndio next time hata pia huyo staff wako anaweza kuja hata na demu yake ama bibi yake akuje kazini.